Alipoitwa kuzungumza kwa mara ya kwanza, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikataa, kwani aliitwa kuzungumza kwa nafasi ya wabunge ikionekana kama hadhi ya chini kwake. Hata hivyo, muda mchache baadaye alialikwa na gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha na kukubali mwaliko jukwani. Pindi alipopanda jukwani, Gachagua alitarajia mashindano ya kisiasa kati yake na Rais William Ruto na kuonekana kutoa ombi la utulivu na siasa safi. Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Mara hiyo hiyo kukiuka matamshi yake na kutifua kivumbi kuhusu kung'atuliwa kwake mamlakani. Ni kweli na watu wa hapa mkamchagua kwa chama ya Jubilee. Watu wa Olkalau nataka niwashukuru sana. Jambo la pili, mimi sitaki niseme maneno mengi. Tumeambiwa na huyu mheshimiwa Kwenya leo hapa na siku ya siasa, na mimi nataka nikubaliane na hili. Ulinitoa kwa ofisi. Na kwanza, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Akirejelea uchaguzi uliopita, Gachagua akimnyoshea Rais Ruto kidole kwa kumuita mkabila, ilhali rais aliungwa mkono na jamii ya Mlima Kenya. Wewe huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Aliapa kumuonyesha kivumbi Rais Ruto katika uchaguzi wa eneo bunge la Olkalau utakapofanyika. Rais, vile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Naye Rais William Ruto alipoamka kuzungumza, alirudisha makumbo ya Gachagua moja baada ya nyingine, hususan ushawishi wake Mlima Kenya. Mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa Mlima. Mimi I know how to work with the people of Mlima. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais akitupilia mbali cheche dhidi ya utendakazi wake. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu. Wewe pambana na yako. Upepo umegeuka kimbunga katika siasa za Mlima Kenya, ubabe kati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na bosi wake wa zamani Rais William Ruto ukionekana kuchacha zaidi, huku kila mmoja akivuta upande wake kuhusu ni nani ana ushawishi zaidi mlimani, ubabe ambao unatarajiwa kushamiri katika siku zijazo. Ndio kwanza mkoko unaalika maua katika siasa za Mlima Kenya. Melita Oletenges, runinga ya Citizen, katika uwanja wa Captain, kaunti ya Nyandarua. Siasa hizo za Mlima Kenya zilitanda katika ibada ya wafu ya mbunge wa Olkalau marehemu David Kiaraho katika kaunti ya Nyandarua, ambapo seneta wa eneo hilo John Methu pamoja na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua walimkashifu Rais William Ruto kwa kukosa kutimiza ahadi zake kwa wakazi wa Mlima Kenya. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kuwataka wakazi wa eneo hilo kuwa na subra, akiwaahidi kuwa atatimiza zote alizoahidi. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, kipaza sauti cha Methu kwa wakati fulani kilizimwa baada ya joto la maneno yake kupanda. Ilianza kwa cheche kali za seneta wa Nyandarua John Methu aliyemlenga Rais William Ruto akisema hajatimiza ahadi kochokocho alizotoa. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na wewe pale kwa Mama Mukami Kimathi. Ukatuambia barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangadha kwenda kwa haraka itawekwa lami na haijawekwa. Nimepiga siasa gani? Methu aliyechachawiza hadhira iliyokusanyika kumpa mkono wa buriani mbunge wa Olkalau marehemu David Kiaraho, akiendeleza safu ya mashambulizi. Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Lakini hata kama ninakuheshimu Mheshimiwa Rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini Mheshimiwa Kwenya. Kwani senator wa hapa ni nani? Nilikuwa nataka kuambia Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, hiyo maneno unatusi Rigathi Gachagua. Leo wako hapa mtusi ndio tujue wewe. Na alipoonekana kuzidisha makali yake, mfadhili wa kikao mbunge wa Kinangop Kwenya Thuku alilazimika kuingilia kati kwa sekunde kadhaa akimkazia hewa.
aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akichukulia alikoachia seneta huyo, akiwageukia wabunge wa eneo la Mlima Kenya anaodai wamegeuka wasaliti. Umwambie Kimani Ichung'wah tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wah awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Gachagua akifunga hafla yake na kuwatambulisha wanajeshi wake wa kisiasa, akitaka jamii kusimama nao tisti. Hata hivyo, alipopanda jukwani, Rais William Ruto aliyevumilia makombora ya maneno na alianza kwa gia ya juu. Kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Rais akishuka na makombora zaidi kwa wapinzani wake. Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Kwake Yesu nasimama. Viongozi wengine walioandamana na Rais Ruto walikwepa kuzungumzia masuala ya kisiasa. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah Stay frosty down there. Continue to push forward. Families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi.